Mr. Eliud Langat, and also other lots of greetings from Inspector General Douglas Kanja, with a message that niwasalimie nyinyi nyote, mumepokea? And from them, wacha sasa nirudi 3 messages from them. One of the messages from them is that we each need one another and we need to work as a team, both the Boda, the police and all road safety stakeholders. That is first message. And for us to work as a team, we must all come together and sort out the difference that always bring conflicts between us. Si ni kweli? And then we should also avoid being used by politicians or other interested parties. Unapata hiyo, there are some certain politicians wanajua kwamba hapa kwa bodaboda ndio tukiingia hii maneno tutafaulu. So we should also avoid being used by those politicians or people who take advantage of the solidarity of bodabodas. Tuko pamoja hapo? And for me, I'll not talk much, but I would like to mainly comment on things that you have raised so that we get solutions. Si ni mzuri hiyo? First, I'll talk on the first speaker spoke on something on emerging insecurity within the boda industry. Si ni kweli? So that emerging insecurity within the boda industry occur because of lack of cooperation between the boda and the security sector. Insecurity or security begins with you. Wewe hata kwako kwa nyumba usipofunga milango na umeenda kwa hiyo boda yako, si mtu ataingia na ibe. So security begins with you. So sisi wenyewe paka tuhakikishe kwamba tuko na security sisi yetu wenyewe before we even call the law enforcers. Unajua wanaitwa enforcers because they enforce. But security must begin with us ourselves. The same speaker also talked of motorbikes that are detained at the police station, that the president had given directives that they be returned to their owners if they are detained without any reason or without any legal reason. Na anataka kuhakikishia nyinyi kwamba hiyo directive ilikuja from the Deputy Inspector General kutoka police headquarters na ikaenda every police station, that zile pikipiki ambazo zimewekwa kwa police station na zina cases zirudishwe wenyewe. But the problem now comes in where hizo pikipiki ziko kwa police station lakini hata hiyo wenyewe hawako. Hiyo maOCS wanarudishia akina nani? So those people need to come up and identify those pikipiki ambazo zinakuwa detained at a police station na hazina maneno. Because sasa hata sasa tukiongea hapa turudi huko na ziko kwa police station na hakuna mtu amekuja kuchukua, OCS atapeleka wapi? So tuambiane, wale wamejua pikipiki zao zilikuwa detained at the police station na hazina cases, wakuje kwa those respective police stations waweze kuzichukua. Na kama iko ingine ambayo imekuwa detained na haina cases na OCS, respective OCS amekataa kupeana, hii kikosi iko na chains of command. So tukutoka kwa OCS iko OSPD, kutoka kwa OSPD siko county ama iko regional commander, na hata hiyo regional commander ikitoka hapo inaenda tu iko paka kwa DIG paka kwa IG. So tuambiane watu wakuje. I've gotten an information from the chairman hapa kwamba ziko 12 ziko detained within various police stations hapa Nairobi area, of which we are going to coordinate with the president yenu hapa na huyu OC traffic Nairobi area, so that those motorcycles ziwe released to the owners. Na zile ambao saa zingine vile umesikia kwamba accident imetokea, mwenyewe amewacha hapo, imepelekwa police station, hata ikikuwa booked huko, hata huyo OCS ajui mwenyewe, si ni kweli? So those cases aina hizo waelezwe wakuje forward.
This is a presidential directive and we must comply. Sawa? Then somebody talked of mambo ya obstruction. Sema tu hata anashindwa hii obstruction ni nini. Nafikiri watatafutua the relevant section of the obstruction waweze kujua, na hiyo tutapeana president aweze kusambaza such that each and every person aweze kujua nini inaitwa obstruction. Unajua saa zingine wewe unaweza kuwa unafikiria kwamba obstruction kumaanisha kwamba njia yote umefunga sasa mtu hawezi pita. Lakini si hivyo, provided kwamba wewe ukiwa na hiyo pikipiki yako iko mtu mwingine huko nyuma yako ambao umezuia, hiyo ina amount to obstruct. Hata kama barabara ni kubwa, unajua nyinyi mnapenda kusema hata gari inapiga horn kutoka nyuma, lakini mtu anasema barabara ni kubwa, pitia huko. Ile kitu mimi ningependa kuuliza nyinyi, wewe ukiwa kama mtu ya boda na kweli hiyo driver anaona barabara ni kubwa, lakini despite hiyo barabara ni kubwa bado anakupigia horn. Can't you think otherwise? Ufikirie kwa nini hiyo mtu anapigia horn? So inatakikana wewe ukisikia gari ikiwa nyuma inakupigia horn, uachia yeye barabara. Iko sababu saa zingine alikuwa ameona gari nyingine inakuja huko mbele na anaona hapo ile iko hapo haitaweza hapitie unless wewe umuondokee. Lakini sasa wewe umekataa kuondoka kwa barabara na gari nyingine inatoka huko mbele, ndio inafanya saa zingine unapata hata umegwaruswa na hiyo gari akijaribu kufinya pande hiyo nyingine. So those little mistakes. Lakini iko moja hapa ambayo traffic one hakuongea, lakini mimi nimeongea because have been able to peruse the files that have been brought to my offices ambazo zime cause accidents. Unapata iko zingine even the drivers themselves are charged for traffic offenses, lakini if you look into it you find that driver was not liable, hakuwa na makosa. Na nikupatie example, driver iko hapo kwa barabara anaendesha na maybe the vehicles are slowing down, mtu ya pikipiki anatoka tu nyuma hapa namna hii mara moja na ingia hapa na kuenda hivi, alafu huyu sababu alikuwa mbele na huyu driver hakujua kwamba huyu mtu anatoka nyuma ameigwarusa, huyu driver anaenda kustakiwa at failing to keep distance. How would he have kept distance if he did not know that there was somebody in front? Huyu mtu amekuja tu. Sasa sometimes unapata hata askari wanastaki hiyo mtu at failing to keep distance just because mwenye amegongwa amekuwa mbele, yet in the actual sense mwenye amegongwa ndiye ametoka nyuma na akakuja akaingia mbele. So those are some of the things that we need even to look ourselves mkiendesha. Okay. Na tena iko mwingine ameongea mambo ya driving on the wrong sides. Wewe ukiona kama mwingine amefanya makosa, don't do that mistake because that other person has committed that offense and no action has been taken. Sababu saa zingine yeye amefanya na ameponyoka, lakini wewe utafanya na utaponyoka. Na hata ukiona driving on the wrong side, vile umesikia tu, it's just like attempting to commit a suicide. Na wakati tutafanya namna hiyo, it is not only targeting the borders. Sisi wenyewe, base commander Thika West alistakiwa na kuendesha the wrong direction. Sitafikwa niko faili kwa ODPP. Gari ya APS alistakiwa kuendesha wrong direction na akapelekwa kotini akafainiwa 5,000. Jana magari 5 government vehicles zimeshikwa za APS kwenda wrong directions. Cases yao iko mbele. So kama gari ya base commander mwenyewe mwenye ana coordinate traffic inastakiwa, gari ya polisi yenyewe, hata mimi mwenyewe commandant traffic siwezi kwenda opposite direction. So kwa nini wewe uende opposite direction? Tukubaliane tu ndugu zangu, tukubaliane tu hivyo, tufuate tu rules za barabara. Alafu kuna mwingine ameongea mambo ya goons.
Sasa hii goons, ile kitu inaleta hiyo goons, na mimi nataka tupate solution. Na wakati nitakuletea, na wacha tutapita tu, wakati nitakuja kwa hiyo strategy ya kuleta solutions, utapata hiyo mambo ya goons itaisha. Na hiyo pia foreigners invading hiyo station zenu. Mwingine ametoka wapi? Kibira, amekuja hapo. Mwingine ametoka wapi? Amekuja hapo. So yangu sana sana nilikuwa nataka tupate way forward solutions. Traffic one ama OC traffic Nairobi area ameeleza nyinyi incidences that cause hizi accidents ambazo mwishowe sasa gari inachomwa. Ameeleza nyinyi hapo. Haya, kila kitu ukipata solution, you must always find or you must always go for the causes. Ni nini mekosi ndio aweze kupata bila atatibu. So we have established some of the causes that usually cause this accident that thereafter lead to the touching or the burning of motor vehicles. Now, what is the way forward? What is the way forward? Yangu kwanza ile nataka kusema, na mimi nataka munipatie support. Kuna mwingine ameongea mambo ya registration ya boda kwa SACCOs, kwa SACCO. I don't know, the chair ametoka tena, na hii ilikuwa nataka asikize kwamba siko mtu atasikiza hapo. Kama tungekubaliana kwamba kwa mtu awe member ya boda ya stage fulani paka awe ni member ya chama fulani ya SACCO. Alafu hiyo SACCO iwe na requirements zake ya membership. Unaipata? Such that wewe hata kama ulienda kwa State House umepewa pikipiki leo, ukitaka kuenda kubeba kwa stage fulani, you must register in that stage. Na ndio uregister kwa that stage mpaka meet the requirements ya hiyo SACCO ya hiyo stage. Na hiyo requirements mpaka ziwe zinaambatana na the existing laws. Such that kama ni chama fulani, kama ni SACCO fulani, ameweka kwamba for you to be a member ya hii SACCO, ndio uweze kuwa registered kama member ya hii SACCO, kitu ya kwanza paka uwe na driving license. Hiyo driving license paka iwe valid. Na wewe ukiwa na pikipiki yako, wewe uwe uko na helmet. Helmet yako na helmet ya pili ni passenger. Na wewe ndio uweze kukubaliwa kukuwa member ya hiyo SACCO ama ya hiyo stage, paka uwe na certificate of good conduct. Ndio uwe utofautishwe na goons. Alafu sasa tungependa county coordinator sasa ya Nairobi aweze kuidentify colors for different stages, so that isiwe kwamba hii stage iko na color blue, umeenda stage nyingine tena iko na color blue, so that you cannot be able to know hii color blue ni ya stage nyingine ama hii ni ya stage nyingine, si ndio? Alafu naye tunataka kitu ambayo hata hiyo mwenye atakuwa amefanya accident mahali na angushe hiyo pikipiki yake na awache hapo aende, itaweza kujulikana hii pikipiki ni ya nani, si ndio?
ni number 15 ya hiyo starehe, wewe ni number 15 ya hiyo starehe sub county. So membership ya hiyo stage wenyewe wanakuwa security ya hiyo stage wenyewe, wanakuwa security ya hiyo stage wenyewe. Na sasa law enforcement officers, inaitwa enforcement, si enforcement, Sasa mtu akikuja anaanza kuoperate hapo na si mtu ya hiyo, mnakataza, si kweli? Foreign atakuwa na akikuja hapo wakae na nguvu, siko OCS ya ere, na tunakubaliana na hawa such that mouse PD zitakuwa zimekuwa numbered yote, every OCS station area na stage leaders ya those particular state na awe na namba na those leaders ya those particular stages, na hiyo leaders ya those particular stages wawe na namba ya OCS ya that particular area, so that kama kuna mambo ya hooliganism ama mtu mwingine ameleta shida kwa stage yao ama anataka kubeba na nguvu ama ni sasa, yeye anapigia tu OCS na OCS atakuwa ako na phone, anajua hii ni stage fulani, mara moja askari anatumwa. Tukifanya na hivyo tutashindwa kweli na hii goons? Tutashindwa kweli na hii goons? So mimi nataka tukitoka hapa, mimi nataka tukubaliane kwanza, kitu ya kwanza registration ya members na operation ya Boda iwe stages in each and every sub county. Tukifanya hiyo registration, these officers who are sitting here watakuwa tu kama reinforcers. I've done it somewhere when I was a county police commander Trans Nzoia, na ilifaulu. Hata hawa ndio walikuwa wanashikanga wale wanawasumbua kwa stage, wanaleta kazi, inakuwa rahisi kwa hawa. Tunakubaliana hapo? Sasa mimi sitaki kuongea mengi, mimi nataka tuanze hapo na hiyo tunaanza hapo, na tumekubaliana na yule tumekubaliana na national chairman from Nairobi, tukianza hiyo registration because we want uniformity. Ndiyo sababu tunasema to adopt the county number. Kama ni pikipiki ya Nairobi area, awe yake registration ya kwanza besides hiyo nyingine inaanza na 47 such that inakuwa identified, hiyo ni ya Nairobi area. Tukienda ya coast, tukienda na any county inaanza na namba ya hiyo county, alafu na hiyo sub county na hiyo stage number. Pikipiki sasa hata kipatikana Busia na ilikuwa ya Nairobi hapa, itakuwa identified. Sawa ni sawa? Alafu sasa mimi sijui itatuchukua muda gani, chairman, ndio tukubali kwamba Nairobi within a particular period watakuwa wamemaliza hiyo registration. Alafu sasa sisi tukuje sasa backup sasa ku-enforce, tukipeana backup kwa stage leaders. Hapo itakuwa sawa? Sasa hawa wanakuja sasa kubaki nyinyi hapo, wale hata ile watoto unasema wako underage, shule ikifungwa wako na mapikipiki wanakuja kubeba hapo. Vile mimi nasikia na juice hiyo goons, nasikia wakati wamepata huko mapikipiki wamekuja na panga na kufukuza hata bona fide members ya stage. Sasa polisi hawa wakikuja hapa na hii watu wako na pikipiki na mapanga na nyinyi pia mko na pikipiki, watajuaje gani ndio goons na gani ndio bona fide? Watajuaje? Hapo itakuwa sawa? So mimi nafikiri chairman atatueleza kwamba hiyo registration itaenda for how long within Nairobi area hapa, alafu sisi sasa ile timu yangu wakuje kwa full force ya kupatia nguvu stage leaders. Alafu hii mambo ya kuchoma magari hata itaisha. Sababu maybe I don't know, maybe nilikuwa nataka chairperson atakuja kutueleza strategy gani ambao kama tumeshashirikiana namna hiyo, alafu sasa tena wengine wametokea kuchoma gari, tutafanya nini hiyo sasa?
Sio mpaka tupate solution. Na ujue kwamba saa zingine hata hiyo kuchoma gari, saa zingine hata hiyo kuchoma gari, ama kama mtu amegongwa, ile kitu ya maana na kuanga ni mzuri ni prevention. Prevention is better than cure. Tujaribu kuzuia zile vitu ambazo inaweza fanya tufike hiyo kiwango ya kuchoma magari, sababu hiyo gari inaweza chomwa hapo, alafu hiyo gari kuchomwa hapo, kifo ingine itokee. So tujaribu kuzuia ile kitu ambayo inaweza fanya tufike ile kiwango ya kuchoma magari. Na hii watu team wako kwa ground, na vile tumeeleza, kama umeenda tena ukiwa na that leadership, hata hapa shida, mtu akipata tu ya shida kwa hiyo stage hapo, anaenda kwa hiyo stage leader hapo, anaeleza. Stage leader ako na namba ya OCS, anaeleza, mambo inasikizwa. Tutakubaliana hivyo? Mimi chair, nataka yangu nikatise hapo, na nataka tushirikiane pamoja, tujaribu kuzuia zile vitu ambazo inaweza kuleta lawlessness. Hizi zingine traffic one ameongea, na siongezi ingine. Mambo tunataka tuanze mambo ya registration. Sisi tukitoka hapa tutaenda na national chairman in another region for the purpose of uniformity. Ile registration inafanyika in region nyingine, the same registration in Nairobi area, the same registration Western, for the purpose of uniformity. Sawa? Nimewacha hapo, asanteni sana. Thank you very much. Another round of applause for the I think the next stage after the recap by the government and traffic, we have carried a lot. We are working hopefully on a stages of our level. The key word which is coming out is identity. Let's register. Let's be able to be identified. And